Kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Niwaombe katika matamko yanayotoka, ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi, kwamba kila mtu anaweza kuja akasema analolitaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region. Mpaka hapo kwanza okay, jibu nilolipata ni ndio, video imesikika. Kwa hiyo naomba nianzie hapa kwenye hii clip. Kutoka mwanzo wa hii clip mpaka hapa, mimi niko pamoja na Rais Samia. Na sio niko pamoja tu, nimefurahi hata alichokizungumza kwamba wizara na vyombo husika vijaribu kujibu hizi tuhuma ambazo zinatolewa, labda ama matamko tofauti yanatolewa kuhusu pengine serikali ya Tanzania ama kuhusu Tanzania. Kutokana na maendeleo ya teknolojia sasa hivi, ni watu kutoka kona tofauti za dunia wanaweza kutoa matamko kama alivyosema rais, na mengine kiukweli ni ya kweli, mengine sio ya kweli. Lakini issue ni kwamba kujibu matamko hayo, kutolea ufafanuzi na kuchukua hatua kwenye vitu vya kweli, hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo mimi mpaka hapa nampongeza sana Mheshimiwa Rais, na nafikiria ni kitu kizuri alichokizungumza. Sasa kuna watu wasichanganye hapa. Kuna matamko yanatolewa ama kuna tuhuma zinaweza zikatolewa, halafu serikali ikakaa kimya isijibu. Kwa maana ya kwamba serikali haiwezi kujibu kila tuhuma. Lazima waangalie tuhuma ambayo kwa Kiswahili nasema ina thamani au ina hadhi ya kujibiwa. Kwamba inawezekana kuna mtu na gengi lake somewhere huko akawa anaandika tuhuma hizi na hizi, au serikali wakapiga chini tu wakaachana nazo. Sometimes kujibu hizi tuhuma ni kuwapa watu umaarufu ambao hauhitajiki. Lakini tuhuma yoyote ambayo imeingia na imeanza kuaminika kwa watu wameona hiyo tuhuma ni ya kweli, imesambaa, serikali inabidi wajibu ama watolee ufafanuzi na ama wachukue hatua. Kitu cha kweli hauna haja kuficha ficha, ingawa hii ni tabia yetu sisi. Inawezekana kitu cha kweli lakini bado tukaanza ile kuficha ficha, kupindisha maneno. Kitu cha kweli unakubaliana kama hichi ni cha kweli na unachukua hatua. Kwa hiyo tuko vizuri na hongera mpaka hapo. Ni maneno mazuri sana kuyasikia kutoka kwa mkuu wa nchi, ni kitu kizuri. Lakini tuendelee tuone hivi vita vitoka wapi hapa na tutavimalizaje leo hapa. Yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku yetu hii kwa mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii, kuja akasema analolitaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii, kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika.
watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu uliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa. Awe yuko ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Okay. Hii clip imeisha. Kwa hiyo naomba sasa niongee zaidi. Niliongea pati ya kwanza hii clip na sikuwa na shida yoyote na nilifurahi kitu kilichozungumzwa kwamba ni kitu kizuri. Lakini tunajua hii clip hii ndio iliyoleta vita na mvurugano. Kwa hiyo wacha tuangalie hivi vita na mivurugano inatoka wapi. Kwanza Mheshimiwa Rais pia alizungumzia kwamba sasa hivi kumekuwa na trend ya wanaharakati kwenye region, na mimi naongezea ni duniani kote. Of course labda hii trend ya kwenye region imekuwa karibuni, lakini hii ipo. Wanaharakati duniani kote amesema wameanza kuingia na kujaribu kuingilia mambo ya Tanzania. Sasa hapa lazima tuweke ufafanuzi na msimamo wangu mimi uko wapi. Wanaharakati yoyote yule kuingilia siasa za nchi nyingine, hiyo sio sawa. Na sio mwanaharakati, mtu yoyote ile, wewe kuanza kuingilia siasa za nchi nyingine, hiyo haiko sawa. Na nimeona baadhi ya ndugu zetu wa Kenya wakiandika ama wakitoa clips kama twende tukaikomboe Tanzania. Amna. Tanzania haijavamiwa, waliopo Tanzania ni Watanzania, business zao za kisiasa ziachwe. Lakini lazima utofautishe baina ya kuingilia siasa na haki za binadamu. Haki za binadamu, mtu yoyote yule, ukimuona binadamu mwenzako anapitia changamoto, inabidi uchukue hilo jukumu la kujaribu kama kumsaidia ama kama ni sehemu ya kutoa tamko, lazima utoe tamko. Kwa hiyo vitu ambavyo watu inabidi tutofautishe ni baina ya kuingilia siasa na mambo ya kiongozi ya nchi pamoja na kuingilia haki za binadamu. Kuingilia haki za binadamu sio hiari, ni wajibu. Ni wajibu. Na haki za binadamu pia sometimes zinaweza kachanganywa na siasa. Kwa hiyo kwa kuanzia hapa tu kuingilia mambo ya kisiasa, mimi naomba niwaambie ndugu zetu wa Kenya au wengine wote, siasa zetu watuachie wenyewe kwenye siasa. Kwamba mfano chama gani kichukue uongozi, nani awe kiongozi anafanya vizuri au hafanyi vizuri. Maana hii sasa hivi imeingia pande zote mbili. Kuna watu wamekuwa chawa wakuja kupromote kama hivyo Tanzania mambo yako vizuri au hayako vizuri. Of course una uhuru wa kusema unachokitaka, lakini sio haitakiwi wewe kuingilia siasa za nchi nyingine. Hii kwenye siasa lazima ikae sawa na watu watofautishe baina mambo ya kisiasa na haki za binadamu. Kwa hiyo wale wote waliopo Kenya ambao wanafikiria wanataka kuja kuikomboa Tanzania, wanataka kuiondoa serikali fulani madarakani, hayo wayawache. Kama ilivyo sisi wa Afrika au wa Tanzania au wa Kenya, hatupendelei kuona Marekani, nchi nyingine za Ulaya wanakuja wanatuletea mambo yao. Na wewe pia ujue usipendelee ama usijaribu kupeleka siasa zako nchi nyingine. Inawezekana wewe upo Tanzania na ukaona labda Ruto ni kiongozi mzuri, waachie wa Kenya baba. Kwenye mtazamo huu lazima tuheshimu hii mipaka. Unaona Ruto ni mzuri sana, hamia Kenya, kuwa Mkenya,
piga kura Kenya, pigia debe Ruto Kenya. Yale kwa sababu mara nyingi unapopigia debe hizi mambo ya siasa huyajui yaliyopo ndani. Na upande wa pili ni hivyo. Unaona Samia anafanya vizuri nchi Tanzania, kuwa Mtanzania. Lakini kuingilia mambo ya Tanzania kisiasa, au unaona labda siasa Tanzania endi vizuri, hakuna demokrasia ya kutosha. Hii ni business ya Watanzania, na kuna Watanzania najua watapingana na mimi. Lakini kwangu mimi nahisi ni kutushushia heshima, yani Wakenya, kwamba wao waje watukomboe sisi. Yani sisi Watanzania tumeshindwa nini? Tuna tatizo gani? Hatujielewi? Sio kweli. Na kama tujielewe, tuacheni tusijielewe, tuendelee kutokujielewa. Lakini kama tunapopiga vita mataifa beberu kuingilia siasa zetu, kutupangia nani awe kiongozi au nani aondoke madarakani, ni hivyo hivyo. Wewe usiingilie siasa za nchi nyingine. Sasa twende kwenye haki za binadamu. Haki za binadamu, hivi vitu sometimes vipo close na vinakaribiana, na sometimes ni ngumu hata kuvitofautisha. Lakini iko hivi, mimi nitazungumza lugha rahisi. Unaona mtu ananyanyasika, yani haki yake inapindishwa. Umeona mtu au umeona labda serikali ya nchi fulani inaua watu. Hivi ni vitu ambavyo sio siasa. Sasa haya ni maisha yani moja kwa moja yanaingia kwenye haki za binadamu. Kuingilia haki za binadamu za nchi yoyote ile, kusemea, kukemea, kuomba watu kutumia busara kwenye mambo ya haki za kibinadamu, hii ni wajibu. Tanzania tunafanya hivyo. Tunatoa pengine matamko, manake ukiangalia tukiwa ujumla, serikali ya Tanzania inapeleka wanajeshi wa kulinda amani nchi nyingine, na hatuna tatizo, na tunajisifu kwenye hilo kama wanajeshi wetu wamelinda amani, kwa sababu tumeenda kulinda, at least tunacho claim ndani yake yaliyomo ndani mimi sijui, lakini tunacho claim kama tumeenda kulinda maisha ya watu na vitu kama hivyo. Lakini ugomvi wao huwa tunawaachia. Kwa hiyo kuingilia haki za binadamu ni wajibu. Sasa tuende hii ni general statement. Tuende kuangalia mazingira Tanzania. Wanaharakati wa Kenya ambao walikuja Tanzania, wapo ambao walizuia airport, wapo ambao waliweza kwenda mahakamani kwenye kesi ya Tundu Lissu of course, na wengine walibaki Kenya kupiga kelele. Sasa kesi ya Tundu Lissu, kwa kuichukua kama ilivyo, to be honest, yani uchukue tu kitu ya Tundu Lissu, kesi ya mtu yoyote, sisi wa Tanzania bado at least tuna imani na mahakama. Hata wewe Tundu Lissu sifikiri kama anaogopa sana kwenda mahakamani kubishana mahakama na ama kubishana na opposition wanaoendesha mashtaka wa serikali, kwa sababu kashafanya sana, kashashinda kesi nyingi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho I believe Lissu mwenyewe anahisi, au wanasheria wao wanahisi wanakimudu. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kenya, mambo ya mahakama, kuja kuangalia process za mahakama na vitu vingine, I don't think, sifikiri kama kuna shida, unaona. Lakini kukaa Kenya ukaanza kutoa matamko kama mtu fulani afanywe hivi, mahakama, yani ukaipangia mahakama, hicho kitu si sawa. Kwa sababu at least wa Tanzania, kwa uelewa wangu, bado wana imani na mahakama, na mimi nahisi ya kesi itaenda vizuri. Lakini shida kwenye kesi ya Lissu, kuna vitu kuna mazingira fulani ambayo sasa yanaingia kwenye haki za binadamu, kwamba sote tunategemea tunachotaka, yani mimi binafsi ninachotaka kwenye kesi ya Lissu haki itendeke, lakini kwa haraka, ili mtu kama mtu ambaye hana hatia asiendelee kuumia. Nafikiri hata Chadema wanataka hivyo. Wakishinda kesi itakuwa ni big promo kwa chama chao. Hata ile motivation ya watu kule mtaani itaongezeka. No reform no election itakuwa kubwa, especially kipindi hichi cha karibu na uchaguzi. Kwa wao kila kesi kienda haraka, at least kwa mtazamo wangu, kwao ni bora, kwa sababu wanaamini kama watashinda, na wakishinda wataweza kuongeza motisha. Kwa sasa shida inayokuja hapa, ambayo ni vitu ambavyo labda nahisi haviko vizuri, ni mazingira ya kesi, kucheleweshwa, mara mtu umemshikilia lakini ushahidi labda hujakamilika, kitu ambacho I don't think ni sahihi. Kama ulikuwa huna ushahidi wa kutosha,
wataalamu wenyewe watasema, lakini hisi ilikuwa hakuna haja ya kumshikilia. Okay, twende specific kwenye hivi vita vya Tanzania